Tunataka mbele za Mungu kwa ajili ya vikundi vya maombi makanisani. Vikundi vya maombi makanisani na vikundi vya uamsho makanisani. Tuna vikundi vingi kwenye makanisa mbalimbali ambavyo vimebeba kitu cha maombi. Mungu aweze kuvitia nguvu, Mungu aweze kuvipigania, haijalishi vita ni kubwa namna gani. Wasikate tamaa, wasivunjike moyo, hata kama kuna maneno mengi kiasi gani shetani anayainua kupitia watu mbalimbali, lakini Mungu awaimarishe. Hizi ni siku za mwisho, na Mungu tumeambiwa kwamba ameweka walinzi. Hao walinzi wanaolinda kwa ajili ya maombi, tuwaombee na sisi tuwekeze nguvu kwa ajili ya huduma zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale viongozi wa vikundi wachache walioko hapa watatuwakilisha wakifika hapa mbele, lakini kuna kukumbuka, tunaomba kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo panua wingu usonge kwa ajili ya wale tu wachache wa kanisani kwako. Omba kama taifa lilivyokuwa lina watu wengi sana, na tunahitaji waombaji wengi katika nchi. Hakuna kitu kinachohuzunisha kama kikundi cha maombi kinapokufa wakati Yesu bado yuko hai. Ni kitu kigumu sana. Ni kuonyesha Yesu ameshika kazi, na Yesu hajawahi kushinda. Kwa hiyo tuwekeze nguvu ya maombi kwa vikundi vya maombi na vikundi vya uamsho. Mungu avifunike na hekima kule makanisani, viwe baraka, visiwe sababu ya vurugu wala jambo lolote ambalo litasababisha kazi ya Mungu ikakwama, lakini viwe baraka, viwekeze kwa ajili ya watu kumjua Mungu, kwa ajili ya nchi kumjua Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu kusonga mbele. Maombi yetu yanaweza kaenda mahali ambapo hatuwezi kuenda kwa miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumisha Mungu George, kama una kitu cha kusema, baadaye wale viongozi watakuja hapa mbele, wachache walioko kuwakilisha tutaomba, na kama kuna bendera pia tutashika bendera kwa niaba ya taifa. Nadhani you've said it well. Niombe tu wale viongozi waje hapo mbele. Cha msingi ni kwamba Mungu aweze kuimarisha hivi vikundi, visichoke, visikate tamaa njiani, lakini pia aongeze zaidi waombaji, kwa sababu wanahitajika jeshi kubwa zaidi kwa ajili ya kuomba. Vifanyike chachu ya kuimarisha kanisa, kwa sababu nilisema pia jana, kama kanisa likidhoofika, ina maana na mifumo yote nchi inadhoofika. Kwa hiyo kupitia hivi vikundi Mungu aimarishe kanisa, kanisa likae kwenye nafasi yake. Hii chachu ya maombi iendelee kusambaa, isambae nchi nzima, katika kila kaunti, katika kila mtaa, katika kila barabara, popote pale watu waweze kuomba. Kwa hiyo kama wale viongozi wapo hapa, hata kama ni wachache, waje tu waombe. Itakuwa ni mazito kiasi gani? Biblia inasema kwamba when the enemy shall rise kama flood, the Spirit of God will raise the standards. May the Spirit of God raise your standard in prayer. May the Spirit of God aweke ndani yenu kiu ya ajabu ya kutaka kupata maarifa zaidi kwa habari ya kuomba, na pia tutaomba ulinzi juu yenu. Za nyinyi ni targets, nyinyi ni target ya adui. You're vulnerable against the enemy. Tutaachilia damu ya
Yesu iwafunike, damu ya Yesu iwalinde. Unapoomba weka in mind kwamba tunaomba pia na kwa ajili ya viongozi wa vikundi vingine katika taifa la Kenya. Hata kama mambo ni magumu, najua utatenda. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, ye Bwana, moyo wangu wakutamani. Hata kama mambo ni magumu, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu waweza, Mungu najua unaweza. Mtakatifu za kuomba
Utafute uso wake bila kuchoka, bila kukata tamaa, bila kuchoka, bila kukata tamaa, bila kuchoka kuzuia. Leo zitoke, zitoesha, zitoesha, ndugu mpesi, wepesi katika kasi ya Bwana, wepesi katika kasi ya Bwana. Okay.
kwa kuwa ngome za adui zimeanguka. Asante kwa kuwa kila upinzani umeachia. Asante kwa kuwa kila kizuizi kimeondoka katika jina la Yesu. Asante maana umewajaza watoto wako, umewajaza na nguvu zako wewe Bwana. Watakaa barazani pako, watakuomba wewe Bwana. Mungu, wale uliokuwa unawatafuta wako mahali hapa, wako mahali hapa. Asante maana umewawezesha. Roho Mtakatifu kusema asante. Asante. Yes. Ukisoma katika neno la Mungu tunasoma mistari miwili,
Mathayo sura 24 mstari wa 32. Biblia inasema hivi: basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Taifa la Israeli kwetu sisi na dunia nzima ni sawasawa na saa. Chochote utakachokiona kinatokea Israeli na kinaendelea, ni lazima utambue ya kwamba inatujulisha ni majira gani na ni wakati gani. Ndio maana nasema huu mstari ulivyoandikwa ulikuwa unazungumza kwamba utakapoona taifa la Israeli limezaliwa, anzeni kujifunza kwenye matawi yake. Anzeni kujifunza kila tukio linalotokea Israeli. Kila tukio kwetu sisi ni saa na ni taarifa ya kujiandaa, hasa sisi kama watoto wa Mungu, kwa habari ya kurudi kwa Yesu. Wote mnaweza mkashuhudia kila kinachotokea sasa hivi, vita, tetesi za vita, hiki na kile. Yote hizi ni taarifa ambazo tunazipata katika ulimwengu wa roho wa nini kinachoendelea katika nyakati za mwisho. Lakini tuangalie Zaburi ile ya 122. Kuna maagizo ambayo Mungu alitupa sisi kama watoto wake kwa habari ya taifa la Israeli. Ukianza mstari wa kwanza, mwandishi wa hii Zaburi anasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, ee Yerusalemu. Ee Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Huko ndiko walikopanda kabila za Bwana, ushuhuda wa Israeli walishukuru jina la Bwana. Maana huko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbali ya Daudi. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nao. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nikutafutie mema. Tuitakie amani Yerusalemu, tuitakie amani Israeli. Tunajua ya kwamba hizi nyakati za mwisho, lakini pia adui anakuwa na mbinu ya kuanzisha vitu kabla ya wakati. Kuna vita vingine vinaanzishwa kabla ya muda wake. Kwa hiyo hebu tuachilie amani ya Kristo ikakae katika taifa la Israeli. Kinachotokea Israeli kinaathiri dunia nzima, utake usitake. Sasa hivi nimeshaanza kuona effect ya vita vinavyoendelea kule kwetu. Kule tayari bei za mafuta zimepanda kwa jinsi ya ajabu sana, karibu mara 3. Sasa watu wanafikiria kupaki magari watembee kwa miguu au baiskeli. Sio kitu cha mchezo. Hiyo ni kitu ina affect dunia nzima. Lakini kama watu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kukaa kwenye nafasi ya kuomba na kutangaza amani juu ya mji wa Yerusalemu, Mungu atafanya kitu. Sio hivyo tu, anasema wafanikiwe wale wakutakiao amani. Tukitaka taifa letu la Kenya lifanikiwe, basi tutakie amani Yerusalemu. Basi tukae kwenye zamu na kuombea amani katika taifa la Yerusalemu. Hiyo amani tunayoiombea ni nini? Ni Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Usimama kwa miguu yako, tamka neno juu ya taifa hili, mwambie Bwana afanye kitu. Mungu aepushe vile vitu ambavyo shetani ameviweka kwa wakati ambao sio wa kwake. Mungu akahakikisha ya kwamba atalitetea hilo taifa, atalilinda. Ombea uongozi wake, ombea bunge lake, muombee rais wake, muombee makamu wake wa rais, ombea kila wizara. Tamka tu amani, tamka tu amani, tamka tu amani katika jina la Yesu. Twende mbele za Mungu tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja tena mbele zako sawasawa na neno lako wewe Bwana ambalo umetuagiza katika Zaburi ya 122, wakutakie amani ewe Yerusalemu. Wabarikiwe, wafanikiwe wale wanaotamka amani juu yako. Ee Mungu, tunajua Israeli ni sawasawa na sawa kwetu sisi kama watoto wako. Yanayoendelea kule na sisi yanatuhusu, hatuwezi kukaa kimya. Ee Bwana, inaweza tusifanye kitu kimwili, lakini tunaweza fanya jambo kiroho. Ndiposa tunasimama pamoja katika jina la Yesu. Tunainua sauti zetu Ee Bwana kutakia amani Israeli, kutakia amani Yerusalemu, kutakia amani uongozi wake, kutakia amani serikali yake, kutakia amani mifumo yake, kutakia amani watu wake, amani juu ya rais wake, amani juu ya waziri wake mkuu, amani juu ya mawaziri wote, amani juu ya mipaka yake, amani dhidi ya maadui zake.
tunatamka Yesu Kristo ambaye ndiye mfalme wa amani. Amani, amani juu yako, amani juu ya mipaka yako, amani juu ya anga lako, amani juu ya bahari yako, amani juu ya maziwa yako na mito yako. Tunatamka amani, amani juu ya watu wako, amani juu ya ardhi yako. Tunapangua kila aina ya mbinu za ile adui ambazo wameziachilia kwa njia ya vita, kwa njia ya kukosa maelewano, kwa njia ya kukosa makubaliano. Tunatuma jeshi la malaika sasa likasimama kwenye hiyo mipaka, ikiachilia ulinzi, ikiachilia ulinzi. Karabasaka, endelea kutamka amani. Tamka amani juu ya Yerusalemu, tamka amani juu ya Israeli, tamka amani juu ya miji yake, tamka amani juu ya mipaka yake, tamka amani juu ya ardhi yake, tamka amani juu ya miundombinu yake, tamka amani juu ya anga lake, amani juu ya watu wake, amani dhidi ya maasimu wake na maadui zake. Utakieni amani, utakieni amani, utakieni amani Yerusalemu, utakieni amani Israeli, utakieni amani nchi ya Bwana, utakieni amani taifa la Bwana. Mazeketerebo rapakatayama ramandorobosika. Ee Mungu, wakati unaongea na Ibrahim, wakati unakwenda kuangamiza Sodoma na Gomora, Ibrahim akaomba, akaplead na wewe, akasema, Ee Mungu, ukikuta wenye haki 50 tu, je, utaangamiza? Ukasema sitaangamiza. Nambari ikashuka. Je, ukikuta 40? Ukasema sitaangamiza. Je, 30? Ukasema sitaangamiza. Mpaka Ibrahim alipoomba akakoma kuomba, lakini hakufikia kile kiwango ambacho alipaswa kukifikia. Ee Mungu, ninakusihi na mimi leo, tunakusihi na sisi leo, wako wenye haki kule Israeli, wako wenye haki kule Israeli. For the sake of those, oh God, I pray that you preserve that nation, preserve that nation, preserve those who are appointed to die. Sakatayama, Reposeke, Ramandarabakoria, Roposakakaka, Lepokotobosika, Imandaraba, Rapakata, Ramandarabosa. Tunatamka amani, amani, amani. Acha kuwe na utulivu, acha kuwe na amani ambalo sio la kwako, linalofanyika katika wakati usio wa kwake, wala lisifanikiwe, wala lisifanikiwe. Ee Mungu, tunakushukuru. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, maana unaachilia amani yako katika taifa lako. Ee Bwana, litukuzwe na lihimidiwe jina lako. Wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna mwingine. Sifa, utukufu na heshima ni kwako, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Hebu niombe wale waratibu ambao wanasaidiana na mtumishi wa Mungu akiwa, niombe wale waratibu wote waje hapa mbele. Najua wewe ni mratibu, nasaidiana na mtumishi hapa. Nataka tuombe pamoja na wewe. Usikate tamaa. Najua kuna mengi yanaweza kuwakatisha tamaa, mengi yanaweza kuwarudisha nyuma. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipa kusimamia waratibu wote Tanzania nzima. Tanzania ina mikoa zaidi ya 21 na ina wilaya zaidi ya 100 na ina mikoa 31 ya zaidi ya 31. Na kila mkoa una mratibu mmoja wa mkoa, lakini kila mkoa una wilaya kadhaa. At least kila mkoa una wilaya sio chini ya 4, nyingine mpaka 7. Na kila wilaya ina mratibu wake. Ninaelewa uzito wa hiyo kazi, ninaelewa ugumu wa hiyo kazi. Sio kitu rahisi. Kama Mungu asipoingilia kati akatusaidia, tutakwama. Tafika wakati tutakwama, kwa sababu nyinyi ni watu basically mnajitolea. Hakuna mtu anayewalipa, ni Mungu tu ndiye anayeweza kuwalipa. Kwa hiyo ni ombi langu kwa Mungu kwamba huu moyo ambao umeuweka ndani yenu wa kujitolea kwa ajili ya kazi yake na shamba lake, huo moyo usizimie, huo moyo usichoke, huo moyo uimarishwe. Na niombe kwa ajili ya roho ya umoja kati yenu, niombe kwa ajili ya sikio la kusikia, na
niombe ile neema ya maombi ikashuke juu yenu ili msichoke, lakini pia Mungu awainulie watu ambao watasimama na nyinyi kwa habari ya kuombea. Amen. Niombe Mungu atengeneze watu ambao watasimama na nyinyi kwa habari ya kuombea, kwa sababu hii vita sio vita ya lelemama, sio vita ndogo, ni vita kubwa, na sio kama adui anafurahia kile ambacho mnakifanya. Atainua vita, kama sio kwenu, kwa familia zenu, kama sio familia, kwa wake au watoto au kwenye biashara. Atafanya chochote tu ili kuwavuruga. Kwa tunakwenda kuomba hapa ya kwamba neema ya Mungu itawafunika, mkono wa Bwana utakuwa pamoja naye. Mungu hatawaacha wala hatawapungukia, na huyu Mungu ambaye huwa anawapa watu thawabu akawathawabia, akumbuke pale ambapo na ninyi mna uhitaji, kama ambavyo mmeachilia uwekezaji kwenye kazi yake na shamba lake, naye akumbuke familia zenu, akumbuke afya zenu, akumbuke na watoto wenu, akumbuke na biashara zenu, akumbuke na huduma zenu, asiwaache wala asiwapungukie. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa neema ambayo umeiweka juu yangu, Bwana, ya kuwasimamia waratibu zaidi ya 200 kule Tanzania. Mungu, najua sio kitu rahisi, najua sio kazi rahisi. Leo kuna watumishi wako hawa Bwana ambao wamesimama mbele zako, wanafanya kazi hii ya kuratibu maombi katika maeneo mbalimbali kwenye jiji hili la Nairobi na nchi hii ya Kenya. Mungu, hii sio kazi rahisi. Leo hii katika jina la Yesu ninaomba juu yao Bwana, ninaomba neema ya maombi, ninaomba neema ya maombi, ninaomba neema ya uthabiti ikashuke juu yao, ya kwamba hawatatetereka, hawatababaishwa, hawatatolewa kwenye mstari. Hiyo neema ikawafunike Bwana, neema ile ile ambayo ilikufunika wewe Bwana Yesu, ukaomba bila kuchoka, ukaomba wakati wote. Neema ile ambayo wanafunzi waliiona kwako, wakakufuata wakasema tufundishe kuomba. Neema ile ambayo ulikuwa nayo Bwana ya kuongoza watu na kuwasaidia, ninaomba ikashuke juu yao, upako huo ukashuke juu yao, wape akili na maarifa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, usiwapungukie, ninaomba ulinzi juu yao. Damu ya Yesu ikawazingire, damu ya Yesu ikawatetee, damu ya Yesu ikawanenee mema, wao na familia zao, wao na afya zao, wao na biashara zao. Usiwaache wala usiwapungukie Bwana. Hekima ya kimungu ikakae juu yao kwa jinsi ya kipekee na ya tofauti, katika jina la Yesu. Uwabariki wanapoingia, uwabariki wanapotoka. Ripasakata ya mandarabakoria repo seke terebokoria. Ninawaepusha na kila ila za yule adui, ninawaepusha na kila vishawishi ambavyo vinaweza vikawapunguza nguvu hata wakaacha kuifanya kazi yako. Leo hii ninaomba damu ya Yesu Bwana, ambayo tumeizungumzia siku hizi 3, hiyo damu ikawaimarishe, hiyo damu ikawanenee mema, hiyo damu ikawapiganie, hiyo damu ikawatetee. Wakumbuke, kumbuka wake zao, kumbuka wake zao, kumbuka watoto wao, kumbuka kazi zao, kumbuka uchumi wao, kumbuka huduma zao. Ramandarabasika repo seketerebo, watie nguvu Bwana, sawa sawa na neno lako linavyosema, wanaomngojea Bwana watapewa nguvu mpya. Wape special grace, wape special grace ya kusimamia maombi. Wape na watu ambao watawatetea Bwana, watu ambao watawaombea, watu ambao watawaombea, ili kuhakikisha adui hatawashambulia, ili kuhakikisha adui hatashambulia familia zao, ili kuhakikisha adui hatashambulia mali zao. Bwana Yesu, ninasema asante, ninasema asante kwa wajoli wako na watumishi wako. Asante maana Bwana, kuanzia leo unawapandisha viwango, unawapandisha viwango, unawatoa kwenye viwiko vya miguu, unawaleta kwenye magoti, unawatoa magotini, unawaleta kiunoni, unawatoa kiunoni. Watafika kiwango cha kuogelea, kiwango cha maji mengi, maji mengi, maji mengi, maji mengi. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu akubariki. Barikiwe Bwana Yesu.
akuimarishe, Bwana Yesu akutie nguvu, Bwana Yesu akutie nguvu katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu simama basi kwa miguu yako. Najua umechoka, lakini Mungu akutie nguvu, Mungu akuuishe kabisa. Mwili wako utiwe nguvu mpya. Haleluya.